Ndugu zangu katika imani, nchi yetu hii ya Tanzania ni kisiwa cha amani. Kuna baadhi ya maneno yamekuja, nyinyi mashehe, kwa nini mnahubiri sana amani badala ya kuhubiri haki? Amani haiwezi kupatikana mpaka itakapopatikana haki. Tunalaumiwa sana. Wakati tulipokuwa madrasa, tukiwa ni wanafunzi, tulifundishwa katika somo la balagha kwamba kuna kitu muhimu na kuna kitu ahamu. Kuna muhimu na muhimu zaidi. Na ndio maana wanabalagha wana kanuni yao inayosema wa fi taqdimi wa ta'khir tujadu fihi aghradhul balaghia. Ukiona jambo limeanza kutajwa na jengine limecheleweshwa, basi jua ndani yake kuna malengo ya kibalagha. Wa aghradhul balaghia hiya ihtimamu sha'nil muqaddam. Na malengo ya kibalagha ni kupewa umuhimu mkubwa lile lililoanza kutajwa. Tunapozungumzia amani, haimaanishi kwamba haki haina umuhimu. Vyote viwili hivi vinazungumzwa, lakini lililo la umuhimu hivi sasa na wakati huu tulionao ni suala la amani, na ndiyo maana linasemwa sana. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kuipata haki katika mazingira ya fujo, huwezi kuipata haki katika mazingira ya hofu, huwezi kuipata haki katika mazingira ya vita. Juzi nilipokuwa Masjidi Muumini Kabuhoro, nilitoa kisa cha kuuliwa Sayyidina Uthman ibn Affan. Alipouliwa akapewa bai'a Sayyidina Ali ibn Abi Talib awe ndio khalifa wa 4 baada ya Sayyidina Uthman ibn Affan. Kuna baadhi ya maswahaba walijizuia kwenda kumpa bai'a, wakidai kwamba hatuwezi kutoa kiapo chetu cha utii mpaka ulipize kisasi cha kuuliwa Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali akawaambia, hamuwezi kuipata haki ya kulipiza kisasi kwa wale waliomuua Sayyidina Uthmani mpaka hali ya amani irejee hapa Madina. Unawezaje kuipata haki katika hali ya fujo, katika hali ya vita? Mwenyezi Mungu amekupeni akili nyinyi, inakutafautisheni na wanyama, na mnaweza mkapata mazingatio kupitia wenzenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifia wenye mazingatio. Mifano tunayo. Hivi ni nchi gani iliweza kudai haki katika mazingira ya fujo na ikafanikiwa? Tunao mfano hapa Kongo. Vita vya Kongo vimeanza kupiganwa ni leo. Toka wameanza kupigana mpaka hii leo hawajapata haki. Na nchi ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliineemesha. Wana kopa, wana alimasi, wana dhahabu, nchi yao ni kubwa, walikuwa wana uwezo wa kulima na kuvua. Lakini kwa sababu waliitafuta haki katika mazingira ya vita, mazingira ya fujo, mpaka leo hawajaipata haki. Lakini mfano mwingine tunao pale Libya. Gaddafi alipokuwa mtawala, raia wa Libya walikuwa wanaishi maisha mazuri. Ajira zilikuwa za kumwaga, huduma za kijamii nyingi. Leo mwanamume akitaka kuoa anapata fungu kutoka serikalini. Yaani kule Libya ni kama vile pepo ya dunia namna ilivyokuwa. Lakini wao wakadai haki ya kidemokrasia bila sababu tu. Matokeo yake wakaandamana, fujo zikatokea, mabeberu wakaingilia kati, Muammar Gaddafi akauawa. Hivi tunavyozungumza, wananchi wa Libya wanatamani kungekuwa na uwezekano Muammar Gaddafi afufuke tena, wanatamani jambo hilo litokee. Lakini tayari muda wake umekwisha pita. Kwa hiyo amani haionjwi kama vile unavyotaka kuonja sumu, kwamba itaniua ama haitoniua. Lakini hapa Kenya hapa, ukiulizia chama cha kwanza kutawala ni chama gani, ni KANU. Walitoa chama kile wakidhani kwamba watapata mabadiliko.
lakini mpaka hii leo tunavyozungumza wanaendelea kudai haki, na vurugu za mara kwa mara zinatokea, mali za watu kuchukuliwa kwa dhulma, watu wengine kuuawa. Huo wimbo wa kudai haki kwao umekuwa ni wimbo maarufu sana, umekosa ngoma na wanenguaji, lakini mpaka hii leo tunazungumza hawajaipata haki. Huwezi kuipata haki unapoidai katika mazingira ya fujo. Katika nchi yetu hii ya Tanzania, mfano mnao, aliposhika madaraka Rais John Pombe Magufuli, kuna baadhi ya wanasiasa walikimbia nchi kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya wasiwasi, na kuna wengine wakawekwa ndani na kesi zaidi ya 400. Lakini aliposhika utawala mama yetu Samia Suluhu Hassan akarejesha hali ya amani, hofu kwa wanasiasa ikaondoka, mikutano ya kisiasa ilikuwa imezuiliwa, wakaruhusiwa wakafanya, kesi 400 zikafutwa, na wale waliokuwepo ndani wakaachiliwa. Kwa hiyo wamepata haki ya kufanya mikutano ya kisiasa kwa sababu amani ilirejea. Wamepata haki ya watu wao kuachiliwa kwa sababu amani imerejea. Wamepata haki ya kufutiwa zile kesi zaidi ya 400 kwa sababu amani imerejea. Huwezi kuitafuta haki katika mazingira ya fujo. Kwa tunapozungumza amani, tuna ushahidi 100% kwamba amani ndilo jambo linalotangulizwa kabla ya haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, wa dharaba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa kijiji, unaweza ukaita mji, unaweza ukaita nchi ambayo ilikuwa ina amani na utulivu. Ya atiha rizquha raghadan min kulli makani, riziki yake inakuja kutoka kila sehemu. Fakafarat bi an'amillah, wale watu wa nchi ile wakakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf, Mwenyezi Mungu akawaonjesha vazi la hofu na njaa, bima kanu yasnaun, kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Na hii ndio ina maana inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawanyang'anyi neema walionayo watu mpaka wageuze yale yaliyo katika nafsi zao. Fala ya'ti taghayyir illa ba'da taghayyuri, mabadiliko yoyote hayawezi kuja isipokuwa pale utakapobadilika wewe mwenyewe. Na ndio maana salafu salihi walikuwa wana kawaida ya kujikagua sana mara tu anapopatwa na mtihani. Mathalan, anaporejea nyumbani kwake akamkuta mkewe amembadilikia, ile taa aliyokuwa nayo juu yake hana tena, anajikagua, nimemkosea wapi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anagundua kuna kosa amelifanya, analeta istighfari. Akishaleta istighfari, mwanamke anarejea kuwa katika taa ile ile kama ilivyokuwa mara ya kwanza. Mabadiliko hayawezi kuja isipokuwa wewe utakapokuwa umebadilika. Lakini pia walienda mbali mno, anapotaka kusafiri na mnyama wake, ile asubuhi imefika, anapotaka kumpanda yule mnyama, anapofanya machachali, hamlalamiki yule mnyama, wala haanzi kuhangaika na mnyama. Yeye mwenyewe anajikagua, nimemkosea wapi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kweli anagundua kwamba alifanya kosa, analeta istighfari, akimgusa yule mnyama anakuwa sam'an wa ta'a. Fala ya'ti taghayyir illa ba'da taghayyuri, hayawezi kuja mabadiliko isipokuwa baada ya mwenye kubadilika. Na hata hii leo ukiamka asubuhi, gari yako uliacha salama, ilikuwa ukiingiza ufunguo tu, jino moja mswaki wa utakiani, lakini umeamka asubuhi unawasha gari yako, unapiga self mpaka betri inaishiwa chaji. Jikague ni wapi umemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tunapoona mabalaa yamewafika nchi za jirani, wao walikosea, hayakuwafika mabadiliko yale isipokuwa baada ya wao wenyewe kubadilika. Sasa Waislamu tusiwe wa kwanza kuivunja amani ya nchi, tuwe wa kwanza kuilinda amani ya nchi. Kesho kutwa tutoke katika hali ya amani na utulivu, twende tukatumie haki yetu ya kupiga kura. Na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aumalize uchaguzi huu kwa amani na utulivu.